Umetupa siku hii ya leo kwa siku tegemezi kabisa kushinda siku zote. Umetupa siku hii ambayo ni siku Bwana, mioyo yetu iko karibu sana na wewe Baba yetu. Sasa ni kipindi kingine ambacho tunaenda kusikiliza neno lako. Tunaomba Mungu kwa muda huu Bwana, watu hao wote wako mahali hapa kwa ajili ya kukusikiliza. Watu hao wote wako mahali hapa kwa ajili ya kupokea neema. Baba yetu, tunaomba miujiza yako ikapate kushuka na Roho Mtakatifu. Tunaomba neema yako ikapate kushuka kwa damu ya Yesu Kristo. Tunaharibu kila ngome ya Shetani, kila roho ya ibilisi inainuka juu ya ndani ya kanisa. Tunajaribu kwa damu ya Yesu Kristo. Ewe Baba, pokea neno. Ewe Mama, pokea neno. Kijana, pokea neno. Watu wote tupokea neno katika jina la Yesu. Mwambie mwenzako, amani ya Bwana ikutawale. Mwambie tena kwa sauti. Mwambie amani ya Bwana ikutawale. Kipekee napenda kumshukuru Mungu aliyetupa neema siku ya leo. Leo ni siku ya Jumapili ambayo ni siku njema kwako na ni siku njema kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nipende kumshukuru Mungu aliyetutunza ama aliyenitunza kuanzia Jumapili tulipoachana hadi Jumapili ya leo. Wewe tunakuomba huko mbele. Ni neema kubwa sana, maana afanyaye kazi ndani ya maisha yetu ni Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kila mmoja aliyoko hapa anayefanya kazi ndani yake ni Mungu. Haleluya. 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 Tuko vizuri. Tupungiane mikono namna hii. Asante. Bwana asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema siku ya leo, inasema kwenye wazo la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Jumapili, wazo kuu, neema ya Mungu. Empiri salidoriani katika agano lake. Kiarwa engeramabada nyana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Naomba nisungumze mawili. Ayuna romba kare. Kwanza nafurahi sana kwa wageni aja sharangaraja lomo ambayo wamekuja kututembelea siku ya leo. Weruo aje mreneboyo kutoka madhehebu mengine. Ebukunye irugulia kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amina. Na jirani na kwetu, karibuni sana. Na habari ya reneboyo ni kijogede, karibuni. Lakini neno la kwanza ambalo nataka niseme, wale ile ndio wale walimu Mungu alitupa baraka. Ishoyo yangaya mayana la. Baraka ninayozungumzia wala mayana na imagi pamoja na kuona siku ya leo. Enebo wendu ara roho ngara. Naomba nitoe mwaliko mbele yenu. Aishoro nago ngidinyo kuno rodi alambai. Tarehe 10 ndaregene tomon ambayo ni siku ya Jumatano. Waregele Jumatano tutakuwa na sherehe pale nyumbani. Kiwara ambaye sawo sukuku ya kuzindua nyumba ya maya na rembolo rankaji ambayo Mungu ametubariki na ramaya na hiyo rankai. Tunataka kumrudishia Mungu shukrani aliyefanya. Hiyo wege changai yange sana rasa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunawakaribisha watu wote kendo mwanarungana wageni waliofika kuabudu pamoja nasi. Wewe mwana horene boyo, lakini pamoja na waumini wa kanisa hili. Enebo osili arianaja na majirani. Enebo waladia na marafiki. Enebo jorwara. Sio ujionee matendo mazuri. Waurodu ambassador nole ambayo Mungu mwenyewe amefanya. Inara shanka yobe. Sio mkono wa mwanadamu, meanga inarongani, bali ni nguvu za Mungu. Kaga ngolona nkai. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sisi tumepewa tu wito. Yehoja geyoge ngororo, lakini vitu vyote ni vya Bwana. Wale ngulia boge na nkai. Haleluya. Amen. Karibuni wote. Kendo manende boge. Usiseme siendi kwa sababu mtumishi hajafika kwangu. Mijo mala mudoro le siye ngai. Sisi wote tumekutana kwenye nyumba ya Mungu. Na hiyo ndio
nafasi Mungu ametupa na anarisharisha yoga kai mimi nisungumze na wewe. Kwa hiyo nakualika, karibu mama, airomo ni yeye yo, karibu baba, airomo ni yo baba, karibu mtumishi wa Mungu, airomo no singalanga ibo, karibuni hata vijana, watoto wadogo. Tenyabwangara kwa kijana ni bora, njooni tushiriki. Ego rumaranga kinodo. Na ibada ile ni ibada kubwa, na engisiaje na sababu kunolongi, lakini tuiombee hiyo siku iwe siku ya neema. Kio mono kinolobe gamba ya ngolonge seria. Ikiwezekana hata mvua inyeshe kabisa. Na kio mwana ngaiba ageti nyanchana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo ninawaalika, na hivyo mwanandai, karibuni sana. Karibuni ole. Itakuwa tutaanza muda wa saa 4, yendere saa 4 itaenda mpaka saa 10. Nelo sana atomo. Ikifika saa 10, wale basa antomo, inakuwa tumemaliza. Nelo akokendema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Basi naomba tuingie katika sehemu ya neno. Amona bege ngalo baraki no rorole lankai, ili tuende na muda. Yeye bwana kara kwa muda. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Neno la Mungu tunapata katika kitabu kiwona rumorolenga ili adampalai cha Ufunuo 14. Yangol nororo monongwa. Kuanzia mstari wa kwanza hadi 12. Yeke ya dogo ya maraba igano. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Yangol noro Yohana 14 tomonongwa kuanzia mstari wa kwanza yekere ya dogo ya hadi 12. Ufunuo wa Yohana, Yangol noro Yohana 14 tomonongwa kuanzia mstari wa kwanza yekere ya dogo ya, tutasoma na kushuka negi sonde doyo mpaka mstari wa 12. Tomon wale. Naomba niseme maneno haya. Amobale mulo moni jogolo. Aliyepewa mtumishi wa Mungu. Wishogi yore kisingalanga hii. Biblia inasema katika mstari wa kwanza, kisha nikaona na tazama huyo mwana kondoo amesimama juu ya milima Sayuni na watu 144,000 pamoja naye, wenye jina lake na jina la baba yake limeandikwa katika vipaji vya nyuso. Tunajifunza habari ya kuona. Hegerere inomba renduara. Mtumishi anasema kisha nikaona. Neto ngairodole nanu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna vitu vya kuona na macho. Elimbani dora mkonye. Lakini kuna vitu vya kuona rohoni. Neri ngulie dora roho. Huyu alikuwa anaonyeshwa rohoni. Wala welendo dole roho. Vitu vya kuona na macho wale ni dora mkonye ni kama mimi tunavyotazama. Ana mugi murao hiyo. Lakini alionyeshwa. Alionyeshwa kutoka moyoni. Iroduaki dia roho. Maana Roho Mtakatifu iliyoko ndani yake ilimpa maono ya kuona. Maandiko yanasema kisha nikaona na tazama huyu mwana kondoo amesimama juu ya milima ya Sayuni. Yohana alikuwa anaonyeshwa. Akaona mwana wa kondoo. Mwana wa kondoo ni nani? Mwana wa kondoo ni Yesu mwenyewe. Kwa hiyo Yohana alipewa maono. Tena maono yale alimuona mwana wa kondoo akisimama mlima wa Sayuni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka nikufundishe ni wangapi wanataka kuwa na maono? Ni wangapi wanataka kuwa na maono katika maisha yao? Yaani wewe utaki kuwa na maono. Maono nataka nikufundishe. Kuna maono ya kimwili. Maono ya kimwili ni jambo fulani umelipuka tu ukafanya. Lakini kuna maono ya Roho Mtakatifu. Wakati mwingine unaweza ukalala usingizi. Kuna neno linakukujia katika ndoto. Lakini katika ndoto ile yanakuja kama maono. Kesho yake kile ulichokiona katika ndoto na kesho yake
Anayetunza Roho Mtakatifu iliyoko ndani yetu. Kazi ya Roho Mtakatifu ni kutengeneza maono. Kazi ya Roho Mtakatifu ni kufungua njia. Kazi ya Roho Mtakatifu ni kupambana na shetani. Kazi ya Roho Mtakatifu ni kukulisha mema ndani ya nafsi yako. Haleluya. Pengine wewe Mungu anaongea na wewe kupitia ndoto yako, lakini umeshindwa kutofautisha. Kuna namna ya kutofautisha. Siku ya leo kupitia neno hili ambayo mtumishi wa Mungu alikuwa anazungumza, anasema kisha likaonyeshwa mwana-kondoo katika mlima wa Sayuni. Nataka nikufundishe wewe mama ulioko hapa, hakuna mtu asiyekuwa na ndoto. Kuna ndoto utaonyeshwa, ndoto ya maisha yako. Katika maisha yako kuna misukosuko unaanza kupata katika ndoto, na utaonyeshwa hadi yule ambaye anaichukua uchumi wako simama katika maisha yako. Lakini wakati ingine ile ndoto inakuambia hii ndio njia ya kushinda. Inakuambia unamwamini huyu ambaye ni mwana wa kondoo. Walini leo mtumishi Yohana alipewa maono yale sababu alikuwa anamwamini Yesu. Tegemea Yesu. Hata wewe juu ya maisha yako yapasa huyu baba uliyemfuata, yapasa huyu uliyemuitikia katika maisha yako. Hebu fanya tegemezi juu ya maisha yako. Mtu wa Mungu, sikiliza katika mstari ule wa pili unasema, nami nikasikia sauti kutoka mbinguni kama sauti ya maji mengi, ni kama sauti ya radi kuu. Na hiyo sauti niliyoisikia ilikuwa kama sauti ya wapiga vinumbi wakivipiga vinumbi vyao. Tazama mtumishi huyu anasema nikasikia sauti. Nikasikia sauti. Wangapi waga wakiomba wanasikia sauti? Wakati unasali unasikia sauti. Sauti unasikia kwamba ukitaka kumaliza maombi kuna msukumo inakuambia endelea kuomba. Wangapi ambayo waliwahi kusikia kitu kama hicho? Unaomba kabisa, Baba katika jina la Yesu. Imefika sehemu unataka kumalizia ibada yako. Kuna msukumo unapewa nguvu ya ajabu. Endelea kuomba sana. Wangapi walipitia na maombi ya namna hiyo? Nataka nikufundishe siku ya leo. Maono yanakuja kwa kila nafsi. Sio mpaka nabii. Hapana. Sio mpaka mchungaji. Sio mpaka askofu.